Wagwan wadau, mko aje? Hope mko fiti. Siku ingine tunashukuru God. Nawakaribisha wote kwenye wanatujoin hapo live YouTube, Facebook. Usisahau kusubscribe, comment, like na share na mamurio wako. Live from Mafa TV Studios. Make sure una watch, connect and uko inspired. This is your home for entertainment, stories and moments that matter. Today I'm going to be your host, Patrick Okelo Siche. Niko na wase wa nguvu kejani, ndawapea time wajiintroduce. Tukianza hapa kando yangu niko na Osoro, anaweza tuambia more about him. Ni ajeni kwa majina wananiita Finlay Osoro. Mimi ni nimecheza ball na bado sicheza ball. Bado naendelea kucheza ball. Nashukuru kwa invitation kwa Mava TV. Hope tutalani mambo mengi kiendelea. Mimi hapa ni Alan Sebastian Obiamo. Tuendelee hivyo najua mtaenjoy na mtalan pia. Shukran kuwa na nyinyi hapa leo. Kwa mic ni Ondicho Machuki aka Beast. Beast ndo jina ya mtandi wananitambua nayo. Mimi ni mchezaji na bado ni coach, a young upcoming coach through your mentorship ya wase kama Alano. Ndio ni kama aliniambia mtu anaweza fanya zote mbili. So tutaendelea kudiscuss mambo za ball venye vitu zina unveil. At least by the end tutakuwa tumeona kama tunataka kuinspire msemo mmoja ama wawili pale mtaani ya kuona hiyo future ya ball. Karibu. Back to ajamu pale mtaani, kejani. Usisahau, this is a real conversation with real people. So sana to our upcoming ballers na wase wote wako kwa industry ya sports, make sure unatoka na kakitu hapa juu pia nyinyi mmeona watu tuko nao na wase wa big. Nasikia jina Beast, ukisikia Beast unajua Beast ni nini, si ndio? So Beast anaweza tuanzishia conversation yetu na make sure unajibamba. Kweli kwa leo kuna mambo mingi sana ningependa tuongelee. As much as mimi nimeinvitiwa, sometimes vitu zi ushift naweza end up kukuwa host bado. Kitu ya muhimu ni hata at the end of the day to make sure si wote tuna learn. Ball ina involve mambo mingi na sometimes ukiangalia, especially tukireflect back in the ghetto, juu hapo ndio unajua most talent ziukuwa real talent ni venye bado hazijakuwa identified. Ndio maana tena nasema shukran kwa Mafa TV, whatever wameanza kufanya kwa ground, kwa grassroots. I hope God atawalead na itajipa, because sahi mmecreate platform yenye at least wale mavijana wa maeria wanaweza onekana, unaget. Na imekuwa ni jani yenye tumeshindwa tukikaa hivi tunajiuliza ni nani anaweza kama afanye kitu yenye at least huyu kijana mwenye ana grow, mwenye anatoka chini, ni nini naweza fanya kuwe na hopes na ball. Because si wote tunaweza attest hii life yote tumekuwa kwa ghetto. Kuna talent zenye zilikuwa ni talent normal, mlikuwa mnajua mse ikiwa mbaya atamalizia timu ya Premier League ama ataenda majuu, una get. But ni very unfortunate unapatana na hawa same area wengine ndio sasa hata ni wengine hata wajui kama walikuwa wanacheza ball juu waliachana na ball waka give up, wakaingia kwa drugs, wakapata wamego astray. So mara nyingine tena we are big shout out to Mafa TV. We are grateful for this platform yenye mna create the opportunities zenye mna give young generation, at least mna instill hope. Unajua kunanga kitu poa kama unaamka ukijua at least there's a bright future ahead, as opposed to yenye wewe unacheza tu au juu unachukua direction gani, una get. But vitu zikianza na structures, like unajua structures, unajua nikijaribu hapa, nikitoka hapa nitaenda hapa, nikitoka hapa nitatoka hapa, nikienda hivi, you get. Kitambo tulikuwa tunacheza tu ball ground, au jui kama utajoin ligi, wewe unacheza tu, labda mtu akuja kuone huko. Na huyo mtu akikuja si guarantee lazima atakuchukua. Juu sasa huo mse akujui. Na wase wengi kwa ball, kwanza especially ukiangalia industry yetu iko corrupted. Siana kuambia ni aje unaweza chota ni kusign, una get. So system zote ziko corrupted. But saa hii ni platform yenye imekam
yenye kama we ni kijana unafeel uko na talent, unaweza reach out tu, unaambia Mafa TV mnaweza ni link na academy ama team yenye at least naweza expose talent yangu. Si hatutakulipa, but tutakupatia platform yenye we mwenyewe unaweza jiexpose, ujiweke mahali. And now talking of my story, because na feel pia nyinyi mtapeana story yenu. Story yangu ya ball ijakuwa a walk in the park. Naweza sema nimekuwa on and off the pitch. Na reason yenye imekuwa nikuwe on and off the pitch, sometimes una realize kuna kitu inaitwa bills. Na bills zinainclude kwanza especially kitu kama rent, food, wachana na nguo juu hata unaweza pata mabesti wa kuridikie. Unaget. Lakini keja uwezi enda ati unapiga exile kwa mtu miezi 2 alafu ya 3 bado utake asmile na wewe. Unaona? Inakuwa ngumu. Alafu bado uwezi ingia grau ukiwa kidale. Uko njaa, lazima ukule. Sasa ukikaa hivi unajiuliza ni aje umeitiwa ka shughuli mahali. Msee. Sasa unapiga hesabu hii ball yetu ni kwa vumbi. Hakuna kitu unapata at the end of the day. Lakini kuna shughuli umeitiwa hapo inaweza kutolea kipanchi. Unaona kwanza hii panchi hii ni keroma ya wiki mzima, imepunguza nini? Imepunguza bills. Sasa imecut short, alafu unasikia ni mradi maybe ya mwezi mzima, kama tuseme ni mjei ama mahali fulani unafaa ushikilie. Wewe ukiwa kama mchezaji kochari utafanya nini? Tendo chukua hiyo punch alafu rudi na uendelee na ball. Unajua by the time unaenda huko ukirudi na kwa tena unapata watu wameendelea. Sasa hiyo ni challenge nyingine juu ukitoka pale pia ukirudi kuna yule mse uliacha hiyo position yako pia ameshikisha. Amekuwa on. Sasa ni tena uanze kupigania hiyo namba yako. Tena hiyo vile inakutek tena mwezi mwingine. Tena kuchukua mwezi mwingine umekaa tu bench. Alafu unajua sisi ni wale wasiokikaa bench yenyewe una jam kwa roho juu unajiuliza sasa tena. Ni nini yenye sina yenye nafanya mse anaeko. Ama kwanza unapata wewe ni player mnoma. Kuliko hata mse anaingia grau. Lakini sasa umesahau hii period yenye hujakuwa mse amekuwa kitrain. Na game zote amepewa, hakuna yenye ameanda perform as much as we ni mse mso kumliko. So kunaendaje hapo? Inabidi tena umekula terrace. Unakaa terrace. Sasa hapo ilikuwa tena ni ukaze mse apate injury ama apate emergency. Ndio tena urudi. So umesikia story yako hadi pale umefikia, kweli inaonyesha the hardship na resilience yenye mtaani wase wengi wanapitia, sana sana magetoni. So unaweza ambia nini uboi zako hapa nje, ama mchezaji mwenye ana feel ni hard kupick on kutoka like amekuwa off the pitch arudi on the pitch, then unapata sometimes unapata trust ya coach kidogo imeshuka, si ndio? Juu football iko na mambo mingi, hauna consistency. Coach kidogo pia iko ni anachunga kazi yake. So ukiwa kwa bench, na juku mtani si uita bunge, si ndio? Mtani tunaitanga bunge. Ni nini uendelea kukupush yenye una feel ndatoka hapa, lazima ndarudi mali inafanikue, rudi ucheze yani. Sasa hapo unakanga kuna ile tunajitanga unaumbiwango enda ujiite mkutano. Coach wangu shout out to coach Dave. Hiyo ndio kitu yeye uniambia. Aliniambianga wewe kila time ukiwa kwa bench una jam. Unafaa uko unajiuliza swali ndani yako, ni nini yenye sahi umse mwenye anacheza anadu yenye unaweza fanya umweke kiti. Na hiyo inaanzia wapi? Inaanzia kwa zoezi. Makochi wengi wa ghetto apart from hao wengine sija interact nao, lakini wa ghetto naye anajua ni performance yako ukuweka kwa hiyo ground na si tafadhali. So kila time nikiwa hapo na huwa kazi yangu yenye nilijifunza na coach aliniambia niangalie sana. Hata usiende tumiangalia timu nzima. Kama we ni offensive, angalia offensive mwenye ako ndani ya ground. Huyo mse anadu nini? Kama we ni striker, angalia huyo striker mwenye anacheza that time kwa ground anafanya nini? Sasa kutoka hapo unafaa ujiulize swali. Ni nini yafanyi? Yenye mimi nikiingia nafaa nionyeshe wase huyu mse afanyi. Una get? Unawapatia coach a reason ya kukuweka. Na ball hizi miaka zote nimekuwa
nimekuja kuunderstand that kuna vitu tatu ziusukuma msee kwa ball. Ndio talent ni ya key factor, but kwangu nilikuja ni kazi ya utrule. Number 1, God. Lazima relationship yako na God ikuwe true. As much as vitu hazihappen, unajua God will listen. Na God ana exist. God ni amekupatia chance ya uhai na amekupatia reason ya kuamka each and every day. So the fact that unaamka hata kama unateseka inamaanisha God is not yet done with you. You get? So inamaanisha there's a mission you still have, unafaa uaccomplish. Unaona? Apart from the hardships unapitia. Now, another key factor ni lazima ukue hardworking. Juu enyewe God ana balancing. Ukiangalia Geto wachezaji karibu wote ucheza wako talented. Wote wako talented, brain ya ball nayo iko. Yani unakanga hivi unaangalia kwanza ukaanzia kama watoi, mi coach under 10, under 12, under 14. Unaangalia hivi unasema huyu ni mtoi mdogo lakini venye anacheza hiyo njuga unajua ataenda up somewhere. So unapata hawa wasee wanakuja wanajiona master at young ages. Ile ustaiki kuingia unaona wewe unajua. Unaondokea, unasema ati wewe si lazima work hard. So lazima pia uanze ku work hard. Uputio extra effort. Na the extra effort unaweza kupush miles. Go far. And then now a key other factor yenye mi consider ni discipline. Regardless of how old you are, ukikuja na teammates wenu kwa grau, haimaanishi wewe ni mzoefu wa timu ati umekuwa miaka ngapi. You get? Ball kila siku tuna learn, tuna relearn, tuna come na new structures, formations you change, makocha ubadilika, technical ubadilika. So our say wote hizo transitions ziki happen, lazima ulearn kuwork na everybody. And how do you do that? It is by discipline. You stay disciplined. Isikue sasa wewe ndio ukitoka grao umeingia tena kubumburusha wasee maeria, wewe unapiga watu manyongolo. Hizo vitu mbili hata ukitaka God akubless walai ni ngumu sana. Na hapo pia unapata wachezaji wengi, like kama unapata wachezaji wa mtaa ama Kenya, unapata vijana wengi, unasikia kama watu wengi wanasemaga madingoni ni ma footballers. Na waseme kumtaa zetu tunaona. Sasa madingo wasi wako kwa ndudhi wote. Na wachezaji tuliona tunasema ni deadly mbaya. Hiyo ndio njia amechukua sasa. Na hiyo inakaa mneo discipline tu yenye Beast anasema. So unapata bila discipline naye kama uwezi pia self discipline ni noma. Beast kuna kimoja umeshare na sisi about mtoi at the time anajijua na feel like sasa mimi najua ball sijui sasa iko chare hizi ni panga. Umetuambia umetumention ya back like still wewe ni mchezaji na bado wewe ni coach wa these young talents na grow. So wewe kama coach sasa unaweza tuambia ni nini mna feel inafaa ifanywe ama ni nini nyinyi makochi mume come up nayo ya ku make sure hawa toi wajaji mess out before wafike hapo juu all in all hii talent yetu kama talent ya football sana wasee wengi tu kwa na ile mind ya hii futa itanilisha, hii futa itasaidia familia yetu. Hatutaki dreams kama hizo zikuwe cut short at the age of 14, 15. Juu most of our wachezaji hiyo age ya 14, 15 wakishaanza kujua madem manini ndio kidogo au na gerao mambo inakuwa mingi. So kama kuna kitu nimelana yenyewe ni very important as a coach. Na kila coach yote ako hapo nje inafaa sink into your mind. Number 1, you are not a coach. You are a parent to that kid. Why do I say this? Nikikuita a parent inamaanisha unafaa kuwa responsible on and off the pitch ya huyo mtoi. Isikuwa ati wewe unaimalizianga hapo grau. Inafaa create time. Mshamaliza sasa ball. Kama umewatrainisha umemaliza, kaa na watoi wako. Watoi watakufungukia unless wewe ni coach mwenye ni mrazi, mwenye una hiyo time ya kusikiza watoi na nini. Time ya coaching now take charge. Fully. Mali vitu zinafaa ziran nini malizana nayo. Sasa mshamaliza. Kaa na watoi. Na kama umebarikiwa hiyo siku uko poa, wabaie tu hata chai na mandazi.
ama hata soda ama ile kitu, hata kama ni mamiwa za mbao wakule mkipiga story. Yenye hapo ndio utajua Sione ni kama ni ball tu. ni kama ni ball tu. Ile relationship yako ni ina yake ni ball. True. Anaweza kuwa amekosa labda vitu kama nguo, unapata kama na vijana wadogo. Exactly. Ana maybe kitu ya kubai nayo. Sasa zingine ako njaa. Na hiyo ni kawaida ya watoi wadogo. Unapata uko na mtoi, ile kitu utafanya mtu yarudi zoezi kesho ni vile wewe mwenyewe unakaa naye. Inatoka bond bond between wewe na mchezaji wako. Si ati ni ball peke yake. So umesikia venye coach Alano amesema ball ina involve vitu mingi. Mimi mpaka ile time nililani patient ya kukaa na hawa toi sasa wakupigie story, wakuambie vitu wana go through. Mazee, we jua kama we ni coach huko nje, especially wa grassroots, ball inaweza kuwa ilipi, lakini ile role una play mazee ni big, na nakuombea God akubless sana. One, wase wanaelewa ghetto venye kukua. Ghetto ni place, si ati ni place mbaya. Ghetto is home, we all call it home as much as other people call it ghetto. But unafaa ujue ghetto ndio kuna drugs, ghetto ndio kuna violence, ghetto ndio kuna crime, ghetto ndio kuna easy early marriages. Una get? Nasema 14 years uko na ati 14 12 years ushadungwa. Mtoi anaanza mtoi. Mapema unajiuliza na huyu alibebaje? Unashangaa utafundisha bola hapo. Utafundisha venye atakana mtoi. Ushapata majukumu. Itakuwa ni ngumu. Inakuwa ni ngumu sana. So ghetto kuna vitu mob, but as much as tunasema iko na vitu mob, hiyo hardship ndio ufanya yule mse mwenye ameng'ang'ana akapita na hiyo hardship, huo mse end up kuwa successful. Now watu wengi wa ghetto wana live kitu inaitwa hand to mouth. Like wewe ni utoke wengi upige kama ni mjei yako, ama kama wewe ni kinyozi pale, ama kama wewe ni ngorori, kama hizi makamagera, unacheki hizo mboka zenyewe unatengeneza kichele hiyo siku. Hiyo kichele ukirudi kwa nyumba unachapanisha, inakuwa ni keroma, na maybe ya kesho asubuhi yenye wanaanza nayo. Unakanga hivi unapiga hesabu ati ninunue Pampers, uongo. Hii wanchuani ya Pampers hii tumekula saa hii hapa na breakfast bado imeshikilia, nikijipanga venye wasi na unajua ghetto mingi hatunanga lunch. Inakuanga ni asubuhi, kitoka hapo we piga maji ama piga maraundi kuja jioni. Kuna hivyo hapo. Mtaani mayut. Siku hizi tembea huko unaipata sana hapo kwa lunch na breakfast. Yutana raundi unapata na by time. Anajua yeye anafaa akule moja mpaka jioni. Unapata sasa mtu anafaa kuwa vio breakfast asubuhi, lakini hata isukuma hadi saa 4 saa 5 ndio ibalance. Saa 7 ikifika tumbo pia isikue mbaya. Manze, mnasikia genye inaendelea jo. This is a real talk. So majamaa, mmesikia kenye Beast ametuambia asa coach hapo nje, make sure relationship yako na mchezaji wako ina matter, na kama unaweza pata hiyo chance hata kukua na the same bond na mzazi wao mtoi, itasaidia sana kumentor mtoi akigrow. So na hiyo kidogo tumesikia kwa Beast, na bado tutaendelea kumsikiza. Tunataka coach Alan mwenyewe atuambieni nani. Si tunamjua kama coach Alan, maybe ana mambo mingi zenye hatujui, tunadai kujua. Unajua kwa ball, so long as umeweza kaa chini ambia mtu piga pass fanye hivi, hakuna vile unaniambia hakuna kitu unijui. But mimi kitu ya kwanza mimi naweza sema ni mimi naitwa tu Alan vile mmesikia. Industry ya ball maybe nimekaa for long. Mimi ni mkaji wa ghetto, nimegrow ghetto. Na mambo ya ball mimi nimeanza nikiwa mtoi mdogo, nilianza under Maisa. Kacheza Premier League, hizo ma NSL, county, hizo levels zote. Na mimi ya kwanza mimi naweza ambia watu ni ball inago na discipline. Na si ati discipline yako ya grao ndio ya maana. Ball ndio maybe uende mbele inaona ile off the pitch. Hiyo off the pitch kwanza mimi naweza insist sana. Hiyo off the pitch mzee ndio very hiyo ndio maybe key kwa ball. Kuzitapata kama mtu kama coach wako na wewe grao like kama maybe 2 hours 1 hours. So unapata hizo hours zingine zote wewe uko free.
Unapata wachezaji wengi mtu tuseme ajaendaga class, so unapata mtu akitoka zoezi, tuseme tuna train morning, ametoka zoezi, si ndio? Akienda kwa nyuma unapata tokea saa 4 maybe tena mpaka kesho saa 4 ako free. Sasa unaona ile kitu mtu anafanyaga hapo katikati, hapo katikati sasa ina mataga a lot. Unapata sasa hii katikati unapata kama wewe ni mtu wa maraundi, wewe ni mtu wa manini, but ile self discipline yako uko nayo off the pitch, hiyo ndio muonaga inasaidia watu sana. So mi na nimekuwa pale Mathare, nimegrow hapo Mathare na nilichezea ball hapo. Hata mi ndio niscoutiwe, nilikuwa Mathare ndio niscoutiwe maybe nianze kucheza hiyo competitive football, niende hizo ma Premier League clubs. Ilikuwa ni lazima tu sacrifice, kitu kingine ni sacrifice. Kwa unapata pale gate, unajua kuna vijana wengi wajui, unapata kijana maybe anajua ball lakini hana ile uwezo maybe ya kupata kitu kama kiatu, so unapata ile anacheza mguu tupu, unaona. So unapata hata sasa ile time so maybe mbaye kiatu ndio utajua kijana anajua ball. So mimi naweza sema pia sacrifice pia ni kitu muhimu, na discipline haina shortcut. Unajua si kama ma grassroots ama ma team za hizi machini hapa, unapata ile kitu maybe na lemea vijana ni hiyo discipline tu peke yake, na bila hiyo mimi bado nitarudia tu, cause unapata ball kitu kwanza na drugs ndani, unaona. Balls na drugs kitu kwanza, hata usoro unajua wewe ni mtu maybe umecheza ball iye ndani, cause ile time unaniambia sasa leo unaenda kuchukua moshi kadhaa, bas unaona unataka uwezi kuwa naye. Na pia unasema ukitrain vizuri unaga time ya kutembea, cause umechoka na unalala tena amke tena kesho. Lakini sababu jana wewe unapata labda vile tu Bisa alisema hand to mouth, ana kitu, so na badala utatoka tizi utaenda kulala na saa zingine huna kitu, so lazima uende kutafuta. So unapata kwa hiyo time ya kutafuta, kwa hiyo time ya kufanya maybe utapata na mama friends maybe company, tena mwanzo kuingilia ma stories zingine. So mimi kama sasa ni nasema yes, mi watu wananiita coach, yes, but mi bado nimekuwa nikicheza ball. Hata ndio last season nimekuwa Spitfire, niliwapandisha NSL, which bado najua niko na hiyo ni chance ya kucheza, but mimi nimeona tu saa hii maybe naweza mentor vijana pia wadogo, vile unasikia Mathare All Stars na vijana wangu, na nimeanza nao akiwa watoi wadogo, hata mpaka saa hii vile mnaona mimi nimekaa nao for long. Na ile kitu mimi nashinanga ni kuambia habari na kama na hiyo discipline. So ball vile discipline naye tusidanganye. Na unajua hii ball wewe kitu ya kwanza mkishaanza ushamwa kucheza, hizo mashida mingi lazima tuweke kando, lazima uweke kando. Coach ball utamit so many coaches, utamit different coaches, na unajua kila coach ako na the way anataka uwake na yeye, which kama uwezi wake na yeye hautacheza ball hata ku maintain. Utasikia maybe ukumsema kama uko team maybe kama Mathare ama Mathare All Stars, mseme team yangu sasa hiyo Mathare All Stars, kama tuna mchezaji na mwambie fanya hivi na hizi fanya, unajua hakuna vile utawaka naye, hakuna vile utawaka naye, na bado inakaa maybe kwa hizo clubs zingine kubwa kubwa zenye mnasikia hizo magol manini, uwezi cheza ball hiyo. So lazima discipline yako lazima iko poa. Na yeye mwenyewe tu vile Bisa alisema, kuna mali alitaja mambo ya God. Mimi kitu mimi najua na footballer, ma footballers ni watu wanaomba sana. Cause ukiangalia wachezaji wangapi sasa tuseme basi Afrika, wachezaji wangapi wako Afrika? Ni wengi. Ni wengi. Sasa lazima tu maombi yako na bidii yako, uache mambo ya talent kando. Bidii na maombi ndio utaona mali hiyo ball itakufikisha. Cause kuna so many players na unaangalia kama ni wewe ni midfielder, midfielder wangapi wako Afrika? Maybe saa nyingine una maybe ukicheza place kama Europe. So ni wewe mwenyewe lazima discipline yako ikuwe tu poa. Tumeshukuru kocha Alan, na tumesikia still umekuwa mchezaji Spitfire, the same time wewe ni coach wa Mathare All Stars. Sorry for that. Wewe ni coach wa Mathare All Stars, naona jezi yako hapo imetulia. So takupea time tuambie jani yako hapo juu, umekuwa ukimanageaje, uko na game pale juu kila mahali wanakuhitaji. Mathare All Stars tunajua wamekuwa wakiparticipate kwa ligi na wamekuwa on top. Hata sasa you are speaking, nilisikia wako na promotion, so utatuambia more about it. Imekuwa aje? Tunajua uko na familia, una balance aje time yako na
home pale, time yako grau pale, saa ingine unapata Spitfire mko na game, Mathare All Stars wako na game, inakuaje like pia kuna makochi wanakusikiza, kuna wachezaji wenye pia ni kama coach wanaweza learn, unaweza kuwa unawa inspire. So acha tusikie kwa Osoro hapa. Kwa wale hawanijui, naitwa Osoro Finlay, nimezaliwa Kisii. Hii ball ndio mimi nasema ball ndio imenisaidia kila kitu kuanzia shule hadi mahali niko sasa hivi. So bila ball singekuwa hapa. Bado nacheza ball. Nimecheza ball, hii ball ndio imenisaidia sana. Tunaweza sema kwa wewe mchezaji tunaweza kufanya ukue na bidii sana, lazima work. Hii ball haina shortcut. Kama unadai kuende Europe ama ucheze hapa kwa Premier League ya Kenya. Hii season ndio sijakuwa kwa KPL, but last season nilikuwa. Last season sikuwa, the previous season ndio nilikuwa Sofapaka. Hapo juu makojo wanadai wachezaji wana work. Na ndio earn place kwa team, lazima bidii. So kingia hapa mtaa, tuko na talent mingi, wachezaji ni wengi, watu wanajua ball. Hii sasa kitu inatufanya wachezaji wengi tusingie kwa Premier ni hiyo bidii na work rate. So ukifika kwa Premier unalipo huko uende kubembeleza, kaa hapa mtaa. Huko mtaa unajua koja anaweza kuvumilia, anajua umekuja ujaria hakuna kitu utampea, lakini huko sasa unapewa kila kitu, contract hiyo ni job sasa, ni kazi. So ukienda perform obvious utajujwa. So kitu nasema kwa hii time niko hapo kwa Premier, lazima work na uko ready kulearn. Juu huko juu pia as much as uko na talent, kuna watu wako na talent zaidi. True. So bidii yako ndio itakufanya uko na hiyo. So Osoro wewe ni jina kitu ya kwanza. Mtaani wewe ni jina. Watu wanajua Osoro ni nani. So unaweza tuambia ni nini ilienda ama ni nini ilifanyika mbaya saa hii? Osoro wako mali yako. Juu Osoro si tunajua ni mchezaji wetu wa Premier. Northi ukitaja Osoro najua yule ni master. Si ndio? So unaweza tu tupitishia kidogo ukiwa Sofapaka jani imekuaje? Kuna maybe mchezaji hapa kwetu Mathare ama Kibra na hizo mta zingine wako na such kind of players like wamekuwa hapo juu, alafu Kenya mambo ni mingi kwa football, si ndio? Kidogo tunamuona mtaani. Maybe tunaweza kuwa na mambo yetu mingi na hatujawalise na hatujasikia ni nini wali go through. Inaweza kuwa poa sana to such kind of wachezaji na wenye wana grow wanataka kucheza hapo juu. That ndo hiyo time wanafika hapo, msee anafaa kujua ni nini na nini inahitajika, itakuwa much easier. Kikisema huko juu kitu inahitajika ni kuchituma, alafu follow structure ya team penye coach. Unajua kila coach ako na system of play yake. Kweli. Of which ka huwezi kwa quick kuadapt na system ya coach, itakuwa ngumu kuingiana. Itakuwa ngumu kwako. So inamaanisha mchezaji flexibility kidogo. So isikuwe mchezaji wewe ni midfielder peke yake. Kweli. Kwa kuwa tu at least mchezaji unaweza cheza namba 2 3 kulingana na system ya coach mwenye anataka hiyo team. Ndio hata coach mpya akikam kwenye rahisi kwako kuswitch. Kiwa Sofapaka mambo ilikuwa poa. Kuna time tu ilikuwa relegation zone, ilikuwa tucheze playoff. Na playoff tulicheza poa, ilikuwa against Naivas. Tucheza poa tukashinda. Tukaretain Premier League. Hiyo season ilifuata tucheza season poa sana. Season ilikuwa fiti sana under coach Sachi Akwana. Coach mpoa sana. Coach Akwana. Coach wa mtaa na big up sana. Yeye ndiye alinisign. Season ilikuwa poa. Tulimaliza top 8. Tulimaliza poa. Lakini ball ni ball tu. Kuna mambo happen, kuna ingine hufai kutaja. True. Ilienda nilikatwa off week. Ulikatwa mlito. Tueleze, unajua ukisema kukatwa, unasema kukatwa kuna sema jina watu wanajua. Unajua ukisema kukatwa kidogo tena unastua
mtazamaji wetu pale ulichukuliwa panga grao bio ama ile nini? time coach anakuambia Eh. no longer need your services Oh. of which is acceptable kwa ball. Ni Lazima kweli. accept hizo. Hizo ni vitu kuwa. So haikuwa mbaya. I think ilifanya pia ni learn vitu mingi kwa ball. Nirudi hapo. Niendelee kuwa card. Ndio next hii season ikianza, God willing, maybe nitapata timu, maybe kuna coach ananisikiza hapo. I'm ready for a new challenge. Nitajoin tu. Mambo ikiwa sawa. Safi sana Osoro. Pia si tunakuombea jani safi. Tunakutambua kwanza sisi wenyewe kama wakazi wa Mathare, si ni mafans wako wakubwa. Tuko hapa na coach pia. Coach pia unasema Timaro anataka jima coach wako hapo nje. Lazima coach niko hapa mtu wangu. Hiyo ndio tunaongea nyuma 10, ndio? Mimi hata sitaki mambo mingi. Bora tu mimi niko na Osoro pale na maybe ako na vijana. Ndio Osoro yenyewe vile umesema ni jina, si ni ukweli? Huo ndio mkizi mmoja mwenye natambua kwanza. Wajana Beast. Beast ako on. Lakini nikikuja kwa Osoro sasa si unajua. Unajua hata kuna Messi, kuna nani? Messi, kuna Kobe Maino. So wewe kwa Messi na Kobe Maino, si unaona? Sasa Awe kwa area yake. So Osoro usihangaike sana. That's good. Tumeendelea kupushi ligi. Kesho ndo tunacheza game yetu ya mwisho. Hopefully tutashinda. Beast, tunarudi kwako. Osoro ametuambia mko na game ya mwisho kesho. Haujatukuzia, umetuambia tu about you being a coach, which is well, na tunashukuru community. Tunajua sasa mali wakisikia Beast wanajua Beast ndo jamaa huko wana watu wetu siku fulani. Najua wanaku appreciate though. Kuna tu wale wenye wana reach out na kuna wenye wa reach out. Usikate tamaa Beast. So unaweza tuambia jani yako about Mathare North United? Juu tunaona jezi imetulia. Shukran kweli. Mathare North United na Beast imekuwa good journey. Naweza remember vitu mob zimeunfold sana kwa hii life ya ball. But shout out to coach Dave. Sio unajua si kila coach kupatia chance ya kurepresent team yake. Huku ngumu, unaweza kuwa unajua ball. Lakini coach hataki services zako. Ndio coach ashike chini aseme nadai msi anichezee. Kuna kitu coach huwa anaangalia kwa player, anaona potential ya msi anaweza fanya vitu fulani na fulani. Una get? Na wewe kama mchezaji uko pale nje, acha nikwambie kitu moja unafaa ujue. Na pia mimi nimelearn kama coach saa hii. Coach hasainingi mtu ati juni mnoma. Ndio maana unasikianga inaitwa team. Are you a team player? Individually wase wote wako good. Wase uchezaji pale mageto si lazima ati ya coach. Wase wao mnachapanishana, mchapanisho 7 aside, turaruane. Kochare unaonanga vijana wako na talent pale. Manyoto wanaitana. Unapanga Brazil. Unajua wanasema Brazil ukienda kwa vijana kwa street hivi. Ni mbaya. Kwa biro unabeba. Hizo skibu mshaka. Unaelewa boom? Mshaka hao ndo wanatawala mzee semifinals mzee. Walishashinda finali. Wanacheza finali. Unajua kienda pale usanywa vijana hivi. Na ni kweli by the Beast. Get of vijana wanajua ball. Yende upata vijana wanacheza bola mukae tu mahali hivi nyuma unaangalia. Ndio nani hapa uwezi kosa vijana watatu ama wanne kwa hiyo watu wanacheza. Watatu ama unaweza beba kila mtu. Ni venye sasa unapiga hesabu already niko na kama ni fullback, niko na fullback already. Lakini kama ningekuwa na uwezo bado hata huyu ningembe. Ukiangalia kama ni midfielder unaona pia huyu anajua, lakini already uko na midfielder una get. Kama ni strike unaangalia. Sasa unajua sahi kama coach unaangalianga unaona you don't go for everybody. Unaangalianga what you lack in the team. Unaenda unasema nyewe msee ni mdeadly, lakini niko na msee ana play hiyo role yake. Sahi shida yangu iko wapi? Sina offensive. Una get? So utaendea offensive uachane na hao wengine. Sina right back, sina mastoper, sina nahitaji second goalkeeper. Una get? So wewe kama player, as much as kuna talent get, you have to be a team player for you to get that opportunity. Like now you are
playing as a team, not individual. Juu individual unaweza kuwa mnoma, but now this is a competition we are going in. So for us to win, we need somebody who can help us win as a team, not as an individual. Ndio maana unaonanga talent mingi sana ziupotea. Actually makochi wengi siku hizi wanaangalianga vitu simple. Passing yako iko sawa. Haya. Now, how do you play with other people? Na hiyo inakuja tunaangalia nasa off the ball movements zako ziko aje. Haya, tukiwa na hiyo ball unatusaidia kufanya nini? Hizo mambo zingine, hizo individual brilliance ni sawa. Hizo zisaidia ku unlock magame. Lakini ukiangalia game mingi hata uko top level, ni basics tu. Passing, unaget? Nani ako ready? Hizo runs zako venye unazipiga. Na mtu ako ready kulearn. Because vitu zi shift. Huwezi approach hii game umeapproach kama umepatana na Mathare Not United. Alafu upatane tena timu ingine, upatane na Mafa, we expect Mafa itacheza same na nyinyi. Unaweza pata Mafa iko na midfielder wanoma wanaja hapo katikati, wao believe na kupiga ma long ball. So lazima uswitch. Na ndio muweze cooperate, mu unlock hizi spaces, mna need nini? Teamwork. Kocha anakuambia ukishapiga hiyo pass hapa, usikanyage juu ama rudi ama make easy deep runs hapa katikati, you get. So you have to be a team player na mtu anaweza learn ku work under instructions. Actually sahi coaches wengi wanataka msiana work under instruction. Mimi sitaki kujua ati wewe unajua kufanya nini. Nifanyie vile nimekuambia. Sahi sitaki bao. Dakika ni ya 85. Mzee, wewe usikanyage juu ati sasa wewe ni offensive ati wewe fullback wa kupanda na kushuka. Unashukia nani? Mimi nimekuambia kwanza tuzuie. Na hiyo ndio kitu nini? England walifanya ujinga inakaje unaona? Lakini goat wacha tu wapi heshima yake. Goat mwanze si mtu wa kumlokia. Ni sawa, kila mtu ako na goat wake kwa ball. Kweli. Ni ukweli. Lakini sasa goat mmoja kwa final. Sasa goat mmoja kwa final. Attacking, simple. Uwezi toa ati unaingiza madefender chua. Hata mimi ningepewa kikosi England ningepanga. Uko na watu wanoma kwa bench, watu wanaweza attack. Ati uko na Eze kwa bench, umeweka Rashford kwa bench, umeweka Saka kwa bench. Alafu mzee. Mnamaanisha tunaongelea England. Atuongelea. Haina shida, mimi siongelea Argentina. Ni goat tu wangu, lakini as per my guest, mnamaanisha coach aliangusha England. Kama coach mimi kwa ile experience kidogo niko nayo. Mimi sema aliangusha England. He really did a very big part. Cause World Cup uifike semis, kwanza ni rahisi. Si rahisi. Ni ile tu maybe unajua with ball. Unajua wewe kwako kuna 1+1 kwa ball si 2. Ndio. So labda yeye aliona maybe 1+1 itakuwa 11 mapema. But mbaya hesabu haikuingiana. Hesabu ilienda. Juu ile time yeye anaona ni bao moja ni defend. Na yenyewe in football bao moja hauwezi defend hiyo design. So mi kwanza naweza mcongratulate because he really did. How many best coaches walienda mapema kwa group stages? Wengi sana. So mimi siwezi sema aliangusha England. Maybe hesabu yake. Unajua vile sasa tunaona coach si vile aliona. Unajua sisi tunasema mbona alitoa kina Rice, alitoa kina Gordon. Unajua? Lakini kwake alikuwa anapiga hesabu. Gordon nikimtoa niingize huyu bana. Si bana ata defend pale. Sasa bahati mbaya lakini tumlaumu tu kwanza. Hakunanga as much as mnasema hivyo, hakunanga kitu mbaya kwa hii dunia kama coach kukuwa na player wenye ajui strengths zao. Tuongee tu kweli. As in wewe ni coach, how understand ma player wako na the level of potential unaweza unlock in them. Unajua kwa nini anasema hizi kwa understand? Because kama angekuwa usuri professional coach. Ndio. Na pia amekuwa na understand kila player hakuwa na idea ya kutumia au player wenye wewe una expect angewaweke. Ndio maana yeye akaweka wale. Unajua sisi tunajaribu kusema Tuchel Kalini Muguda ama is bad. Coach kidogo tu ni kucut short. Kwa tukiongea kuna mali tutajia Kobe Maino. Kobe Maino ako kwa hiyo kikosi. Ako kwa hiyo kikosi. Si ndio? Ni kijana mnoma. Like so unamaanisha Tuchel ajui potential ya Kobe Maino ama anajua, that's why alimbeba.
Na mbona Hiyo game tangu hata ndio ilikuwa inamhitaji zaidi. hatujamuona. Unaona ball. Mm. Eh? Mm. Unajua inasemekana Inategemea ball na approach ya coach kwenda kwa game. kwa game. Unajua Yes. game ni una approach. Yes, Kuna sema approach ni- approach. eh. Lakini kwa game zote mpaka semifinal bado hakuna yenye anaona Okay, Kobe kwa- anaweza Same tu na N'Golo saidia. Kante. Kwa France. France imebeba. Wacha sasa mimi niongelee timu yangu. Eh. Mathare All Stars. Eh. Unaona kama Mathare All Stars. Unajua tulicheza ligi, tulikuwa wageni kwa ligi. Lakini timu yote tulikuwa napatana nao walikuwa wanajua hao vijana si wa rais. Tunawafinya. Juu unapata kwa wale matimu ilikuwa wanaangalia naona watu ni wakubwa, unapata mtu hana basic. Alafu kupata hao vijana unapata kijana ni mdogo. Yeye ni kitu hiyo ni kitu amefanya tangu akiwa mtoi mdogo. So unajua kupiga pass, unapata hizi vitu technical ability zake ziko juu. So ukiangalia timu kama maybe unataka kuniambia Kobe Maino. And then kitu ya kwanza naweza kuambia kwa Kobe Maino bado kuna miaka mingi sana za kucheza World Cup. That is kama England watakuwa na qualify kwa World Cup. Mimi nakuweza kuwa sure hakuna siku utakosa Kobe Maino kwa hiyo kikosi. Unaona? So mimi kwa Kobe Maino yeye ni kijana mdogo. Kobe Maino ako na miaka ngapi? 19. 19. Aya, sasa unataka kuniambia mtu kama Rais ako na miaka ngapi? Karibu 26. Inamaanisha anatoka. Ako na miaka tuseme kama akienda sana maybe World Cup kama 2 ama 3 ndiye atacheza. Si ndio? So Kobe Maino bado ako na time. So hizo made ajue ability za Kobe Maino. Anajua man hapa mbele atanisaidia. Juu ukikuja pale Manchester, ile timu yetu mbaya, ile timu yenyewe hata nyimna. Hiyo tutaongelea. Si wewe una Acha Bista tumalizie. sawa. Bista alikuwa Unajua- anatuambia lazima uko team player. Kweli. Na kwa ball na mimi bado narudia tena ile kitu nilianza nayo. God. Wase God. Na nitarudia tena God. Reason ninasema hivyo, ball sometimes mimi husema ni luck. Kwa wale wase wanaendanga mastadi hata kuona hizi magame za KPL hizi Kenya Premier League. Maze kuna mse unaangalianga hivi ako hiyo ground mpaka unajiuliza huyu alifikaje kucheza hii level. Hiyo sasa tunaitanga miradi. Wachana hata na miradi, hata as much as tunasema ni project. Ndio nakwambia kuna vitu God unajua na work through so many ways. God anajisikianga ile maombi unaomba unamwambia enyewe Mungu. Home kwetu unajua vile kuko. Na mzee anaweza badilisha home kwetu ni mimi. Una get? Ndio unaona kuna wasepo wako pale ni luck. Na ana fumble lead team anakatwa next unasikia tena amejoin team nyingine noma. Anapiga hii season anakula signing fee unasikia tena sijui ameenda Lebanon. Anaenda Lebanon anapiga season moja tena anarudi. Unaingia ameenda Sudan. Na huyo mzee si ati anajua ball kuliko wase wengine wako hapo kwa grassroots. Ukiangalia unasema hata striker wetu wa Maeri ama hata huyo offensive wetu ama hata midfielder wetu ni mnoma. Mimi nimeona mpaka madefender wengine wanacheza huko top level najiuliza sasa huyu Anachezaje? kama uwezi zuia mtu 1v1 hata at least ufanye delay. Mimi sio nikwambie. Huyo jamaa kuna ile beauty fulani jamaa anaweka. Wewe ujue. Na unajua mimi kitu mimi najua kana ball. The more unaweka bidii na unaomba Mungu, hata kuko mbaya aje. Wewe kwako utaona ni mbaya lakini God atakuwa anashinda kana mriwa. Nadhani hii story Beast tunaweza piga example na Madueke huwa Arsenal. Madueke watu wameteta mbaya. Kwa Arsenal mpaka sasa. Wase tu wanateta. Madueke nini? Na England amepiga game zote. England ni game manze. Sasa na Ben unajua na workload ya player. Hiyo ni workload. Sasa huwezi niambia mimi nimekubeba. Wewe kwa zoezi wewe ni mapozi tu TBD. Hiyo coach tu atajua wewe ni mchezaji wa training. Hata kuna makocha atakwambia wewe ufanye unacheza hivi training. Unajua hapa kwa Kenya Premier niseme tu fanya unacheza kwa zoezi ndio utacheza game. Huwezi expect kwa zoezi wewe uko mapozi alafu expect kocha kuanzisha. Na game kweli. Haiwezi. Bidii yako ndio itakufanya ucheze ama usicheze. Kingine ndio nitaongezea. Na hiyo hapa kwa mtaa ndio inafanya watu wengi hawezi cheza. Unaweza sainiwa lakini ukifika huko juu, wewe umezoea hapa chini. Hapa chini na train mostly na train 20 to 30 minutes. Mimi husemanga daily kwa maplay tunakonga nao. Hii 30 minutes siwezi kusaidia. Kuna timu unaweza enda kuoma bwana. Wewe umezoea Umezoea 30 minutes. Fana 5 minutes, la 4 minutes. Hiyo kusaidia. So exposure kidogo ndio naambianga watu tu. Hata kama wewe ni player mtaa, jaribu at least kwenda
Jaribu kwa ku Premier League Kenya, timu yote kwa Premier Jaribu League uende kuona zoezi yao, uone venye atembee tu, uone venye watu wana train na venye nini inahitajika kucheza hapo juu. Buda mimi nimewaka na makoches wanga mtu kama mimi, jani yangu ya ball nilianza Western Stima, unaona, from Mathare to Western Stima, nitoka tu shule Mathare hapo 4A nini, kwa hiyo vumbi tu hapo mazile matona magame zilikuwa naiko hapo, nikaenda Western Stima. Na hiyo time nimeenda Western Stima mzee, hiyo time kulikuwa na mabuda wewe ujue sasa bado niko na youth man, hiyo ni 2017 hapo 2016. Kuna striker moja alikuwa anatoka Wesley Kemboi hapa hivi Kenya. Buda huyo jamaa peke yake, na unajua pale hakuna mwenye alikuwa anakubembeleza. Sasa wewe ni kijana mdogo, coach pia ni mkali. Sasa Wesley Kemboi alikuja akaniambia unajua ni mkali. Sasa unajua anakuita design nyingine, unajua vile ka accent yao tofauti, yaani anakuita mpaka unasikia yenyewe jamaa, sasa nitafanya nini? Unaona, so ni hard work, haina shortcut. Na hiyo time nilikuwa na work na kwa Baraza, unasikia Francis Baraza. Huyo coach ni a very good coach but very tough. So for you as a player lazima ujue vile utaingiana nao makoches. Kitu ya kwanza, he was very tough. Yeye anaweza kuita then anagombanisha na anakuita tu, unajua yeye anakuita tu, alafu alikuwa Mswahili ala njoo. Sasa unajua ukisikia hiyo njoo na huyo jamaa anda kunibonda ni nama ndani, alafu jamaa pia alikuwa na misuli, jamaa ako fine, lakini njoo inakutetemesha. Lakini ukiangalia ni coach mwenye like he was like a father, unaona. Mimi ndo coach wangu wa kwanza nilisign Kenya Premier League, alikuwa anaitwa Baraza. So time nilisign huko nilikuwa mdogo mzee, unapata mabuda. Mimi naweza kukumbuka the likes of wakina Wesa George, wao alikuwa captain. Kuna striker alikuwa anaitwa Nyarombo, unasikia jina peke yake Nyarombo. Hadi akupe pass uharibu alafu unamwangalia Nyarombo. Buda unajua ujui haikuwa rahisi. So unajapata kitu kama ball, unapata vijana mtaani, unapata vijana wanaogopa pia kwenda Sakanya, wanaita Sakanya yani kwenda trials. Wanaogopa cause unapiga hesabu toke hapo uende mali kama Western. Unajua Western ni far huko, ujui mtu huko, ulikuwa umeozea maybe mko kwa timu moja umeozeana hivyo. So mimi nilitoka hapo nikaenda mali kama Western. So kwenda mali kama Western ndio nilianza jani yangu ya ball. Na mimi nakumbuka game yangu ya kwanza nilicheza, tulikuwa tunacheza na Thika. Wewe Thika ilikuwa Premier League miaka gani? Nilianza huko Mumias. So ilikuwa noma. Niliingizwa second half mzee. Alafu unajua katikati ya mabuda. Ucheza hao kina hao, unasikia wa Nyarombo hao. Kuna jamaa anaitwa Muhako. Mzee mali wako kuna midfielder ambaye anaitwa Shimonyo. Sasa alikuwa kama budangu sasa. Yeye na Wesley Kemboi. Mimi najua wali retire, waliacha ball, lakini mimi waga nawashukuru sana. Sasa ukuje tena kwa coach, nimekuja tena Ushuru. Upate mtu anaitwa Kenyatta. Unanielewa vizuri? Coach Kenyatta. Unajua Kenyatta hii Kenya yenyewe ukisikiaga beast ukisikia hata tizi yake mzee unahepa, yani tizi yenyewe unahepa hata kabla. Unaongea mlima kwanza perimeter pale kila siku mnapiga 12 laps hapo. 12 laps zako kwanza hata yani hiyo kikuja unaanza tu. Unasema akupate si ati yana. Si akwambi. Hiyo ni kitu mko nayo. Wewe unajua tu kiamka tizi ulikuwa unaenda 6. Pale public service huko railways. 6 by 6:30 ushaingia. Mzee. Umeanza tizi zako 12. Na si ati umdanganye. Unajua alikuwa anakuja mapema anajiseti tu mahali nyinyi amuoni. Sasa wewe wanakuja mjiseti mahali ama labda kwa gari. Alafu unajua ni mtu pia alikuwa anakuja magari tofauti. So leo leo unamuona na KBU, kesho mzee amekuja na kama CDC yake hapo. So unajua anawaona tu, lazima upige tu. So unapata lazima ukue uko fit. Bila zora anasema mambo ya training si rahisi. In top level unataka kucheza top level na uwezi work buda, utarudi cheze tu kwa vumbi hapa hivi mtaa, watu wakusifu kwa mtaa. Alano wewe ni mdeadly, na wewe inakuwa rich sense yenyewe wewe si mdeadly, lakini wale wewe wanakuimba lakini sasa upate nao the real field mzee,
uko pale Nyayo, una imagine vile Nyayo inakaa, mafans wamekaa huko juu, kelele ni mingi, ground ni kubwa, huwezi jificha, wanakuona tu wewe namba 6 unatembea hapo. So inabaki umework hard. So mi wachezaji wote tu wenye wako tu hapa nje, apart from yani kuhusu ball na ina shortcut hiyo, naye mimi siwezi nikakudanganya hiyo ball. Mimi nimekaa na makoches wengi, hata kuna time tulitoa trials ma national team under 20 na ujue sasa coach ni Kamau. Huyu kama mmoja amekuwa usia timu mwenye yako Mathare alishatoka huko buda huyo. Sasa yeye akujui, yeye ni ufanye the right thing ukae, ama ufanye the wrong thing na uende with that time. Ule maguna tigoja ni ukifanya makosa na kesho unpack unafanya nini? Atakuona ameleta huyu, umeletwa na nani? Uwezi gata pass, unaona? So mimi ndo nichukue sana direction ya kumenta maybe wa vijana wadogo, ni vile yani najua hiyo jani vile imekuaga, ile akili kidogo ama ile experience kidogo yenye niko nayo, naye ball naye si rahisi hiyo, naye ina shortcut. Na mimi najua ghetto ni places wa vijana wanajua ball hiyo, wanajua for sure, na ile kitu inafanyika. Na tena mimi nikaa hapa na nashukuru sana Mathare All Stars na mimi niko na jamaa anaitwa Joseph Muyela, hata mahali popote mwenye yuko saa hii manze, mimi namuombea sana, na mimi namuombea sana God azidi kumbariki sana, na azidi pia kutembea na Mathare All Stars, kwa sababu yeye ndiye amefanya hata Mathare All Stars sasa yenyewe kuna ka picture fulani imekuwa, hata vile Bisi amesema yeye mwenyewe amesema yenyewe kuna ka picture fulani, si ndio? Kwa hiyo unapata mtaa moba kuna watu wana support wa vijana, wewe na majini mtu mwenye yuko around, unaona, lakini anaweza akoko member anaweza ona vijana kuna kitu inaendelea hapa poa, unaona. Lakini sasa kuna wale wenye wako kwa ground, unaona, lakini maybe wanaweza kuwa wanaona vijana daily nini, lakini unapata hakuna ile effort wenye wana make. So mimi kwanza mimi naweza mshukuru sana, na kwa hao vijana wadogo ni yeye, kwa sasa hivi mimi naweza sema ni yeye tu, like vijana so far wanamwangalia na wanajua ile kitu amekuwa kifanya, na sisi ndio pia tuanze mambo na vijana wa Mathare All Stars. Ni Mathare na yenyewe, ukisikia the name Mathare wewe unajua Mathare ni wapi? Pride of Mathare. Apart hata from Pride of Mathare, ushaenda interview yote, tuseme umeenda interview yote kama huko West TV, alafu sema toka Mathare, kitu ya kwanza wewe uchukuliwaje? Wanakuchukua aje? Tuseme Bisa wewe umetoka hapa hivi, umeenda kama ni interview huko Mathare, huko West, alafu umetoka Mathare gani? Ndio kitu ya kwanza wanajua Mathare ni watu wabaya, wadingo bas, watu wakora, unaona. Mimi naweza for example ile time ile World Cup 2021 mimi nilienda hiyo World Cup 2021 Qatar. Mzee tuliendaga interview, nimetumia the word West juu niliendaga hiyo time tuliendaga interview West. Buda watu walikuwa wanasimama, unasikia mtu anasema wewe, mimi naitwa Geoffrey Onyango natoka Westland, mimi naitwa Peter Okelo, mimi natoka Buru. Shangaa sasa. Siski mnatoka Huruma, Mathare. Niliamuka nikasema mimi naitwa Alan Odhiambo nimetoka Mathare. Buda ile macho niliangaliwa kwa nayo. Mnaona nashika mfuko zao. Yani kwa nini? So ukipata hiyo the word the name Mathare, mali Mathare, in place. Naweza sema ni place watu wana live in a very tough way. Bila uongo si rahisi. Na ndio upate kijana pia anapata hiyo chance ya kucheza ball. Ujue kijana pia na sacrifice vitu mingi sana. Vile tu Bisa alisema, ukipata kama mtaa zetu hizi mtaa za Madre, unapata hizo huko ndio sasa unapata vitu kama hizo ziko. Unacheki. So unapata kijana hiyo generation ana grow maybe hata from akiwa mdogo. So maybe akipata mtu mwenye, asipopata mtu mwenye anamsupport vizuri, unapata tu vile Mungu amnasema, unapata watu wadogo, mtu yeye ni mdogo lakini hakuna mtoto. Unapata mtu yeye ni mdogo ashajua kushika bangi. Unaona? Mtu yeye ni mdogo at the same time mtu yeye anajua kia Michael ni wapi. So unajua nini vitu gani zinachukuliwa kia Michael.
Kijana anajua pe karatasi kaenda chukue majaba zake. Shajua Nigeria. Ashajua Nigeria. Anajua Brixton ndaka atembe huko pia, unajua pia mtaa pia lazima pia onyeshage watu mimi ni ule nani. Unacheki? Bas. So unajua ni wewe, that's why nilikuwa bado nakuja kwa self discipline. Unapata? So ukipata mtoi akiwa mdogo, napata mtu mwenye anamsupport. Bado pia tunarudi bado kwa mzee Joseph Muyela pale. Hata kama anaona manze, thank you so much for your support manze. Tunakushukuru sana. Bado mimi naomba tu God uzidi kutusupport tu sana. So unapata ukijana usipomsupport mzee, ukijana ataenda up maybe amepotea, ameingilia vitu kama drugs, unaona? Na maybe alikuwa na talent nyingine so great. Mimi naweza pia example na Teddy. Na mtu kama Teddy Akumu, huyu amemoja national team. Teddy Akumu sisi tumekuwa naye kwa team tukiwa toi. Tulikuwa na team kwa Julius Berger. Na mzee Depo lianzia huko nini, lakini sasa nilikuwa napiga side zote Depo 4A hivyo. So Teddy ukiangalia jani yake, mimi ni mtu naweza kaa chini za give story yake. Because ni mtu mimi nilikuwa naye. Na I think hata yeye pia alinspire sana. Hata ndio mimi pia nifikie maybe mali nilifika. Nilikuwa naangalia huyo jamaa. Mtu yani yeye yuko tu. Unajua, afadhali umuite fala lakini yeye anajua kitu anadu. Anajijua. Unacheki? Wewe unamwada tu Teddy wewe ni ya nini wewe? Lakini yeye mwenyewe anajikemba, anajielewa. Yeye anajua kitoka zoezi anaenda home. Unaona? Yeye kuna time utapata maybe anajinvolve na hata sasa hivi ukiangalia tu vile yeye kuaga. Asi mtu wa mastarehe mingi. Atumpata kama wachezaji wengi. Unapata wachezaji wengi wanaonaga after game mtaende maybe kwa klabu, ajibambe nini. Yeye unapata mtu kama huyo anaga vitu kama hizo. Unaona? So unapata the more utakuwa umejiweka kando na vitu kama drugs, vitu kama starehe mingi. Unaona? Mimi naye naenda kwa wachezaji wote maybe wanaanza kwa labda wanawatch ndio wachezaji tuko na wachezaji mzee Osoro hapa na hata ndio ujue mimi niliamua kuleta mzee kama Osoro. Ni mtu mimi nimemfanyia follow up, nimejua man si mtu wa hizi vitu. That's when nimejua hata pia na advice kijana moja mbili pale same to beast labda jua yeye beast yake ni grao anavuruga na ground beast ni beast naye ukikambaya wewe ni defender beast ametulia amehold tu hapa anasikiza tu so majamaa mimi nasema tu naye ball na starehe naye ni no cause na bado tuseme tu hata sina starehe peke yake na starehe unajua nikisema starehe na maanisha vitu mingi hata mademu wako ndani nini unajua na pia unajua si kama wachezaji sasa tena tunakuwa na machumvi jo bana. Ndio sasa shida. Maana madem sasa ndio wanapenda kama wachezaji wao sema kutengeneza kiuno. Ni muhimu. Ni muhimu. Sasa unaweza tebu busy kutengeneza kiuno. Unajua kuna mtu anakuocha hapa anasikia kutengeneza kiuno anashangaa. Hii ndo nini? Kutengeneza kiuno. Wewe kila demo utadozi naye. Unaona? Kwa mchezaji mimi nimeona wanaita recovery. Hiyo si recovery. Ndani maboys wangu wao ita recovery. Ni noma. Ukipata mademu uko na huyu. Mimi kinaweza advice mchezaji tu. Afadhali utafuta kama demu yako moja na ukae naye na utulie naye. Kwa unapata mimi hizo vitu kama hizo zina affect wachezaji. Hata wachezaji wadogo wenye tuko nao maybe saa zingine tuko nao tuna mentor. Unapata mtu huyu ni mdogo lakini ashajua mambo ya demu. Unajua mambo ya demu na bisa hata mbawa una. Tuseme hata ile mbao tu sasa ubayata basi demu. Hata pop msaiwa anajitahidi. Pop ni nini? Hii ice pop. Mchukulia hata ice pop yakini hana. Na sasa ndio kujiweka wewe mwenyewe sasa ndio unataka kutambua mambo ya mademu. Unaona? So mi kwa wachezaji wote ama mimi mchezaji maybe kuenda somewhere high. Maybe naweza sema mimi siku make it Maybe siku make it. But kwa wale wenye nimekuwa nao nikuwaona. Mimi naweza taja mtu kama Erico Marcelo. Erico Marcelo nilikaa naye kidogo akiwa high school. Tulikuwa na share mambo mengi. Kuna mtu kama Joseph Okumu, unaona? Tuko na mtu kama Roni Onyango tumekuwa naye. Ni watu jaribu kuangalia jani yao. Unaangalia huyo jamaa amekuwa kikaaje. Unaona? Na ukiangalia wachezaji wengi wenye wana make it, wale wachezaji pia wako humble. Mtu hana mambo mingi. Yeye ni yule tu hata akitoka huko majua kuja hapa hivi kwa ground. Yeye ametulia tu, ni aje poa. Lakini pata yule manyama toka huko sasa ndio hata sasa kwa gari yake mzee akiona na kama hivi anaziba.
Nasema anapandisha kio hataki kumuone, lakini kupata wale wachezaji wenye wako humble, hata mambo kufiti kwa background, anatembea kwa ground hizo, anaangalia watu hii wanafanya nini, watu hii wako aje, wana support, maybe you're giving back pair to the community. Ni kitu kingine pia sports inawafungulia manjia. So mimi naweza sema ball inahitaji vitu, si rahisi. It is not easy. Mi nime experience kila, I think mi kwanza mtu kama mimi Alan mi I think nimecheza level zote za hii ball, ikuwe Div 1, ikuwe hiyo NSL, ikuwe maybe Premier League. Si rahisi. So hata wewe mwenyewe unajua, wewe una imagine sasa kama tuseme uko unacheza Premier League sasa zingine labda tuseme kama last week kwa Sofapaka unapata mnaenda kucheza kitu kama Mombasa. Preparation yako kama mchezaji, preparation imaanishi kutoka kwa nyumba umeoga. Kwa nyumba vitu unafanya ukiwa off the ball ndio hata muhimu kushinda ukiwa kwa ball. Juu off the ball ndio kila kitu. Juu unaweza training mostly in 3 to 4 hours. Ukirudi home unafaa urest sana. Juu tena kesho unahitajika. na wachezaji na ndio kuna time. Lazima tena ufanye extra. Na hiyo extra ni vile Beast alisema. Good extra ndio the key tena kwa ball. The Beast. Yo. Wewe ni coach. Wewe ni mchezaji. Na wewe si mchezaji, top player, top striker Mathare North United. So hii preparation, tuambie kitu. Tumesikia Kuosoro ametuambia preparation ya mchezaji haianzi ati tu kutoka kwa nyumba, inaanga venye yako kwanza. Wase umesikia kuwa na demu moja pia ni usafi. Wachezaji ni machumbi. Si ati sisi kama isikue pia atiko chana na kupikisha zoezi safi ati sasa pre-season nadhani anakuprepare kucheza season, kumbe anakuivishia kiuno hapo kuzangwenya tu hapo maeria hapo. Atukipata demu ya mtu amekaa vibaya wewe unapita tu nayo. Jo tu hiyo anaku kuanzia saa hii. Demu moja ni usafi pia. Preparation kwanza mi naweza sema naianzia places different sana. Watu udhani preparation ni kwa grau, but naweza waambia preparation inaanzia mentally, mindset. Like hata before ufikirie kuenda grau ama kutaka kucheza ball, mtu jitange mkutano, jiambie mazee mimi nataka kuenda kucheza ball. Ama kwa hiyo timu unaonanga mko wase 30, we jiambie mimi lazima nicheze nikiwa first 11. Ama ikienda mbaya sana basi wacha nikuwe top 18. Usiye kosa mazee top 18. Hiyo ni kama ni noma. Inaanzia mindset. Ile kujipiga. Unaona kama kuna makoch, unaona kama coach Dave, akina coach Akwana, coach Boni. Wale ni wase wanakuambia, na ndio maana unaona pendanga wase wa ghetto. Yeye atakufundisha ball, atakufundisha basics, akwambie training, akufanyishe passing nini, akwambie drills venye kutaenda, variations. Tukitaka kutoka tumeshikwa sasa hapa tunatoka na long ama nini, transition tunafanya hivi. But sasa ile roho ya kutaka kucheza anakuambianga hiyo miss kupei. Hiyo ndio maana unaona makochi wengi wanaendeanga maboy wa ghetto. Mimi nakwambia kwanza ukiwa kama coach, ukiwa tu na vijana 4 tu wa ghetto, ile roho tu unajua uko na striker mmoja, midfielder mzoevu, na hapo nyuma uko na madefender tu wawili wenye wanaweza command ground. Watu wanaingiza ubuda. Mimi nakwambia wase wa ghetto, hiyo tu ninapendanga wase wa ghetto. Kuna ile roho tu ya kucheza ball. Hiyo hakuna mtu ataja kupe, hata kocha akue mnoma aje. Ati sasa wewe ni muoga tu unaogopa hata kuicheza. Sio player wa ghetto hata kama ana boot mgundenga. Anafika. Anarikumi unakanya kwa mpaka ukiangalia hivi kwanza unajiuliza, huyu msee amenikanyaka na ana boot. Mpaka unajiuliza hiyo roho. Hiyo hakuna msee ataja kupatia, na lazima wewe mwenyewe kama player ujipsych up. And then coach upe ana 30%. Literally ndio kitu anawapatianga. Juu atakufanyisha technical kidogo tu, tactical akuivishe venye na style of play mmemalizana. But sasa hii ingine individual, hii 70%.
of the ground wewe unafaa ujitafutie. Wewe msee jua venye utafika gym, ujifanyie training yako, ujitafutie agility yako, ujitafutie endurance yako. Yani hizo ni vitu zenye coach atakupatia. Hizo ni wewe. Coach ana hiyo time ati unataka amke na wewe asubuhi, akupeleke sijui morning run. Wase uongo. Ati angoje akuje tena, akufanyisha agility, nini, akufanyishe endurance, atoke hapo tena bado akuomisha, akufundishe style of play. Bado expect tena mkicheza kwa ground bado anze ati pale ati sijui ukishapiga pass kwanza kumove huku. Hiyo utajapata. Coach pia yeye ana search, ni kama wase wengine tu. Yeye pia kuna program yake. So ile masaa kidogo anapata na wewe kama ni 2 hours. Jua 2 hours are not enough in a day for a player mwenye ako serious kukua in a competitive league. Ujie ukiangalia kama top levels, kuna wase wanaamkanga asubuhi. Program yake ni kutrain. Kwanza unapata siku hizi watu wako na double session. Session inapigwa asubuhi, jioni sasa ni individual. Ama bado utapata team siku hizi zinapiga double session, asubuhi bado ni ya team, jioni bado ni ya team. Wewe venye unatafuta time ya kufanya hiyo extras, wewe usitake jua mali utaitoa. But inafaa ikuwe ni yako. Venye alafu pia wase siku ati coach pia anakaa mama kawe kama player. Enyewe si okay, sitaki kulimit wase. Kupiga sherehe ni sawa, lakini na adabu. Ninategemea ni sherehe ina gani. Juu inamaanisha hata ukiamka kutoka saa hii uende hiking, bado kuna msi ameridhika, hiyo ni sherehe yake. Kuna wasi wataweka gari ngata. Watu ni gani? Na hii sherehe kama ni sherehe uwezi piga sherehe kwa nyumba yako. Ngoja, unajua sherehe ni kitu inakupatia happiness. Haya, mimi nakwambia sherehe yangu tunaweza kaa hivi tucheze kochare, tuende tucheze pool. Na tunaweza cheza pool the whole day. Hiyo ni sherehe yangu. Na kuna mtu sasa yeye kazi yake tu ni madem kuswitch, hiyo ni sherehe yake. Haya, kuna mtu pia kukata maji mawabare, hata na scissors ni kukata tu, yani yake inakatika wakati wote. Ukishtuliwa ati kuna fomu wewe unaingia. Sasa hiyo wote alipata kwa hii dunia. Na utaiacha mzee. Sasa hiyo wote ndio itamkata. Na wengi na wakata, wanakata hiyo wote. Wengi ni wote inawakata. So that tusifanye, alafu wanasemanga too much of something is poisonous. As in, everything should have a limit. Don't take things in a way that you can't manage to handle them. Like, don't do something so much yenye ikifika to a point yenye huwezi reverse. Sasa inakubeba. Like usikue ile situation yenye kama unakata maji, ati sasa unakata maji mpaka level yenye unafika, hata ukitaka kuacha kukata hiyo maji wewe ziacha, ishakuwa too much, imekuwa poisonous. Hata umeanza kutumia kitu fulani unatumia sana mpaka level yenyewe hauwezi do without. No. So you as a person unafaa kuwa na hiyo the sixth senses. Your mind consciousness ni very important. Na sitaki kukashifu mtu ama nini mtu. Ni sawa tunapitia vitu mob. Na hiyo na understand. Na hiyo bado naweza rudi hapo hivyo. So na hii ni coach nakwambia tu. Wase wengi wanakuanga, unaona hizo manyumba zenye unaona hapo ghetto. Maze siku rahisi. Au ujue kwa single room, hapo ndio familia ziko, mzae, mother na watoi. Sasa mzae labda amekuwa ameenda amekata maji, amekam. Sawa. Hajaacha hata do ya food, do ya keroma hajaacha, lakini anataka kuriau. Yeye anafika hivi anabisha anaitisha keroma. Keroma inakosa, next thing inakuwa ni nini? Maadhi amepata kidevu, ameokotwa. Sasa inakuwa watoto mkikuwa wajanja mwezi ingilia vita ya mokoro na mzae. Wase wengi ujiondoa. Kwa wale wase wanoma, wase wajanja. Lakini kuna wale wase wenye wanajiona ati huwezi gota mokoro hivyo, wanaingilia vita, wanaanza kugota mzae. Unajua hizo ni laana bado zinakukamia, unaget. So utapata kuna wase wenye life ni hard, hiyo design yenyewe. Vitu zikiumana anatafuta mahali pa kwenda exile. Kesho kukiamka umse ako na stress mingi. Na the only place anaweza find solace ni grau. Jumse akiingia grau apatane na mabeste zake waanze kucheza ball. Anasahau ni kama kulikuwa na shida.
Na ndio maana mi nasema kama kungekuwa na foundations kama hizi zina speak out about zile vitu ma youth wana go through, because sahi mi I have niko na wase wengi sana waendi shule na ni watoto wadogo. Sasa unajiuliza sahi education kuna hadi okay, tunaweza sema si like free but zinafaa kuwa level yenye kila mse anafaa kuwa anaenda chuo mazi. Ni mbaya sana we kama mzazi ukiwa pale home juu watoi learn through observation. Nyi mnapigana, hata utaki kushughulikia mtoi anakaaje, anakula nini, anafanya nini. Huyu mtoi umemwachilia mpaka sasa unapata mtoi ameepa home. Huyu mtoi next unajua anakuwa nini? Anakuwa dingo. Na kuwa dingo juu ya kutaka, anataka kuwa dingo juu ana search. Hiyo ni one. Mtoi anaanza chuo because of hiyo ignorance. Sasa nyinyi wote mmekuwa madrug addict. Mokoro pale anavuta bangi, mzae pia anakata maji. Hizo vitu mbili hazielewani, hawasikizani. So inakuwa wasi wanaumia ni nani? Mtoi. Hata ana environment safe, haezi lala ati ajiekelea hadi nguare. Ndiye arise aende wapi? Aende shule. So kama kuna kama kunaweza kuwa na hizo foundations zenye through schools, kama sahi ukipata opportunity zenye zile shule zenye zina appreciate talent, afadhali basi hao watu wetu watumeende kwa hizo boarding schools. Ujua hawalipiwi fee lakini wacheze ball. Na wanacheza ball wakisoma. Na the only schools zenye naweza shout out, naweza big up sana, hizo vitu sana iwape nuko Nyanza na Western. Wallahi billahi. Angalia hata wase sahi kuna hizo ma KCCA schools za secondary zinaendelea. Wasenda muangalie. Wase wana dominate pale ni wase wa ghetto. Wase wametolewa hapa Mathare, Dandora, Huruma, Kibra, ukienda hivyo kote, Ongwaro. Hao ndio wase wana dominate. Na mimi na feel the only way unaweza saidia wase ni kuwapatia education. Ni sawa kuna wenye waliteleza along the way, mazee. Tunaweza pia washika mkono. Huyu mse unaweza muuliza ni nini unaweza fanyiwa. Juu huyu mse wezi shinda umempatia do kila siku. Hautakuwa umempatia solution. Wewe pia unachoka kutoa. Una get? But huyu mse unaweza muuliza ni nini unataka kufanya. Wewe utakwambia mimi nataka kukua kadere. Kuna mtu anataka kufanya mimi naweza fanya plumbing, naweza fanya hizi kazi za carpentry nini. Una get? Hizi technical courses zenye haziwa strain much. At least mse akipata hiyo chance atakuwa haizi kuwa na ile mind ya sasa utakuwa umekata udingo, utakuwa umepunguza vitu mingi sana, hizo mambo za kujiachilia na nini. So sahi tujaribu kufanya mentorship. Actually mentorship ni play a very big role. Mentorship kama mimi sahi hata si university kuangalia ati ni msehemu gani mnoma. Ndio maana unaona nikipata time mshinda na hao watoi. Juu hao watoi wakikaa chini hivi wakwambie stories. Mazee unaweza lia hadi unaweza ambia Mungu wewe unadhani uko na shida lakini yenyewe una realize you are way blessed more than you think. Unasikia mtoi anakuchapia na kuambia rada mimi yenyewe beast, mimi yenyewe niko mbaya. Unamuuliza kwani ati hatujakula tangu juzi aje home. Anakuambia sasa unajua mokoro anaingia anakamwa hakuna kitu kwa nyumba ni shuge tu na majani. Inabidi amekoroga hapo majani na shuge watu wakunywe. Lakini bisi wanasemaga ndio pia usikie vizuri lazima upite vitu kama hizo. Lakini pia acha tukue pia honest kochare. Uwezi as much as tunasema hivyo uwezi kuwa matesto ndio inafanya ni grow. Juu mbona by the way, I think hii ni great advice nafaa kupeana kwanza kwa wase wa ghetto. Wenyewe si ati na wakashifu lakini za at least wale watu unaweza manage. Tupange tu uzazi. Tafadhali tu. Wewe unaachiria tu unakuja sema kama 5 ni sawa. Watu wanaachiria. Bado wacha nikwambie kimoja. Ushaona mahali kuna shida ndo kuna kumeja hivi. Wewe ushaona westi kama buru watu wanaanza watoi kama. Kidogo maje, let us acha. Unajua ni kwa nini bi? Hawakuagi. Unaona mgeto watu wako kila saa hivi wanapata. Hiyo story tutaiendeleza kwanza. Let us give this shout out to wase wote Mafa TV for what you are doing manze. People are going through a lot.
Atungejua vitu kama hizi. Zinatoka kwa one of our coach Beast, akona watoi manze, it's hard. Na wacha information ifikia our government, our cabinet secretary education sports. Kuna wase wana need your help sana, so jaribuni, like ndio tunajua kuna protocols needed to be found. Angalieni structure yenu venye mtamanageaje hii situation. Bado till mpaka sahi tuko na watoto waendi shule, till mpaka sahi tuko na watoto wako willing kucheza sports, na hakuna wase wamecome in kuangalia mtoi anaendeleaje. Bila kusahau FKF Federation, tuliona mlianza tona ya youth. It's a shout out, but acheni sikue kwa some specific areas, acha zifike mtaa zote, si hata magetoni pekee. Awase ushago, watoi ushago, kuna wenye wanacheza ball, kuna wenye wanacheza bake, wanacheza nini, like wana need support yenu a lot. Na nda emphasize sana kwa education. Tumelelewa na tunajua education is the key to success. So wacha wase wapate equal opportunity to go to shule. Wacha wase wakue na knowledge. Wacha wase to na life venye things zinago. Sahi it's very tough kwa mse ana education, ni very tough kwa mse ana knowledge, atakuwa used. Na hawa watoi wanakuwa used ni watoi tuliwaona wakiwa wadogo na tulipuuza. So our government na hawa wase wote mko in charge manze, tunaomba sana mkam kwa ground, mjue venye vitu ziko kwa ground. Na to the well wishers manze, tuna need support yenu mtaani. Kuna matimu mingi sana ghetto. Tuko na coach hapa Beast, akona academy ya watoi, tuko na coach Ala na kuna watoto wadogo manze. Make sure, na kuna timu mingi sana za watoi. Hawa wase wana go through a lot. Ukipata time spend with them, wacha washe na nyinyi the stories wanapitia. Niyo tunaweza waambia, acha tuendelee na conversation yetu, na hope mna enjoy. Usikae pale ulale, na usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau kulike, usisahau kucomment. Back to us hapa kwa Chalan. Ukele, nasikia umeongea vitu za maana sana. Uko na miaka ngapi kwanza? Unajua unanishangaa hapa. Unajua mtoi. Unajua nauliza hivyo kwa nini? Unajua mtoi mimi nimemelea. Lakini ile akili yako nayo kwanza na yeye. Nimekushtua. Big up man, Na unaendelea hivyo, si ndio? So mimi kitu mimi naweza sema, regardless unasema watoi wasupportiwe, si ndio? But mimi naweza emphasize kwa ianze na wazazi. Unacheki? Ianze na wazazi. Unapata mimi kwanza time yangu mimi nilikuwa naanza kucheza ball by the way. Mimi mkoro wangu alikuwa ananipiga mbaya sana. Akisikia nimeenda ball. Unafanya nini? Ni nini unakimbiza? Hii kitu moja mnakimbiza watu wangapi? Unaelewa? Aelewi. Hata kidogo. Na manze unaangalia sahi sports. Generally sports sahi inasaidia my youth. Na mimi kitu ya kwanza mimi bado nitarudi kwa president wetu. William Samoei. Tunakushukuru sana wewe. Unaona? Manze. Kiangalia mzee bila amekuwa akisupport hata time All Star na Harambee Stars ilikuwa national team ikicheza ile manze alikuwa anaingia kwa porridge. The support alikuwa akipea. Manze si unaonaje manze afika huku Mathare All Stars. Na unajua hata magari siku hizi anatoa manze. Hebu mfikishie hiyo maneno jua tisa tembe huku Mathare All Stars huku Mathare, si ndio? Atuleta you see hata nakuletea ile ya 32 tutakuwa tuko sawa. So mimi naweza sema support maybe kwa sport inaanza na wazazi. Unacheki? Huyu kijana unaweza pata maybe yako poa kwa ball lakini chuo hayuko poa. Si ni kweli? Mtu kama mimi sasa sema mimi nilikuwa poa chuo. Lakini mimi maybe ile kitu support sana ni ball. Imefanya mpaka mali niko sasa hivi maybe at least unaweza ona hapa kuna mtu. Unaona? So mtoi hata kuambia anataka kiatu ya ball. Wewe regardless uko mbaya aje. But mpe tu hiyo support. Same to chuo. Si ndio? Same to chuo. Wewe ukijua mtoi maybe akuchuo. Msupport. Anacheza ball, wewe msupport. Na isikwenda ni ball peke yake. Kuna wale madancers. Unaona? Kwa unapata mimi unaweza pata wewe ni mchezaji beast na ule kijana wako hata kuwa mchezaji. Saa zingine labda yeye ndiye atakuwa msanii
Kweli. anaimba, si ndio? Tole Madonna Stars, Madonna Stars. Ni ukweli. Saa zingine unajua si mafootballer hata utakuwa na footballer. Mimi naweza pia an example, na kuna coach wangu alikuwa anaitwa Ghost Mulei. Mulei amekuwa coach wangu pale academy. Mulei alikuwa coach mdeadly sana. Na si hata yakuwa na jabo. Lakini ukipata kijana wake tulikuwa naye hapo kwa academy. Amazee, unacheki. So ni vitu ziko. Unaweza kuwa na kijana wako maybe kuna ile kitu ako nayo apart maybe from kusoma, si ndio? So mimi naweza sema tuwa support, na unapata kwa mageto juu kiangalia kwa hizi ma places kama za Kibombe buda wale watu wana support watu hii. Unapata nyenye mtu yeye ajui ball, lakini anapelekwa na mapasta kuna security buda personal linamleta mtu hii, na mtu yeye yenyewe akishuka hata ball ajui. Na sasa amevaa gwanda mzee mpya, socks kila kitu safi, lakini hebu enda ghetto watu hii wanajua ball, lakini mzee uzito hata 100 ubaye mtoi socks, unacheki. So mimi naweza ambia wazazi tu, wale wazazi wote wenye wako tu mtaani, wazazi wote wako ghetto, wako wapi, ikwe manze ukiwa na wako ako na sauti ya kuimba Shalia sasa niseme Shalia wangu ako na sauti ya kuimba mzee mimi nitamsupport. Niko na Nilan pale mzee, nipate yeye ana mezi ya ndimu wallahi mimi nitasupport vile naweza. So hii na inaenda kwa wazazi wote. Najua mimi hapa apart from moja kuna bweni mtoi, apart from hapa labda kuna watu wa beast huko na boys usoro pia uko na nini manzi. Ukipata mtoi wako manzi yako na ile kitu yenyewe anafanya kama ni ball ikwe bora isikukwe unampea ile idea ya kwenda kuiba, hiyo ni tena ndo kumemharibia life, si ndio? But kama ni support ya ball, support ya any talent ako nayo manzi tupea watu hii. Hiyo ni kitu ya kwanza mimi na insist sana. And then unapata si kama coaches pale mtaani si tunajitolea, si ndio? Juu ile passion tuko nayo, na maybe unaangalia kijana wako na maybe future, si ndio? So unapata pia kuna zile masupporters si kama wachezaji maybe tunaweza kuwa tunahitaji. Juu nyewe mtu wako anatoka kwa nyumba na kuja kucheza ball, anacheza ball gani? Na saa nyingine unahitaji unataka mtu siku moja meja afike acheze mpaka maybe huko Europe mwenye unao wale watu unaochi. Wewe sasa una majini umekaidi chini, wewe ni mzazi, unaochi mtu wako anacheza England, anacheza Manchester, anacheza pale Barcelona, unaifeel aje? Wewe wazazi wao watu wanaona hapa kucheza pale ball unajua unafeel aje? Na unajua inaanza na support. Usione ni watu walitokaga tu walienda pale na ile maombi yako ali-invest. Na pia ile maombi pia unaombeaga huko kijana wako ama huyo msichana wako, unaangalia juu kama sasa hivi unaweza angalia kama wale watu wenye wameenda World Cup ile Kenya au mademu, ni ile support, ni ile tu support. Pia bado narudi tu pale kwa president pale, anawapea anawasupport nini, kila kitu na kwa sawa. So mimi nikirudi kwa support ya ball, tuanze na grassroots huku chini. Wewe mtu wako akiwa mdogo msupport, unampatia tu kumkelelesha tu akienda ball. Mara ulienda ball hujaosha vyombo, kiboko. Mara hujaoga sijui nini, kiboko. Hapana, wewe angalia, unajua unaangalia the negative side of ya food ya maybe yeye kutoka kwenda huko, lakini uangalie positive. Ni mbona mtu yeye anafuata hii kitu, mbona anapenda hii kitu, unaona? So kimpea support, na wazazi pia tembeni kwa magrao pia, mnakuja mnaangalia vile vijana wenyewe wanacheza ball, watu wao wanacheza ball. Wina boost moral ball pale. Unazimwona kama mzazi, unazeta mtu hii ball ni nini, unapea mtu hii mimi anakuja na ball yake ama anakuja na nini. So unapata ma support kama hizo, unapata vijana watacheza ball, unaona? Unapata vijana kama sasa hiyo vijana wengi wanaingilia kama nduthi, unaona? Si mbaya, lakini unapata kijana at the age of maybe 15 ama 14, na maybe unapata alikuwa na hiyo talent ya kucheza ball, aliachana na ball kitambo, unaona? Hata wewe tena kama coach ndio tena unataka kuanza kusumbua kufuatana naye mzee, kuja zoezi nini, lakini anakaa chini anaangalia mzee hii ball, hakuna kitu tafanyaje? Na pia inakaa na patient. Unajua wachezaji wa siku hizi manza tuko patient. Kwa zoezi niambia utalima leo and then kesho usoro mahindi kwa sawa, ndio it has to take time. Take time. So lazima pia kama wachezaji maybe unasupportiwa au supportiwi, lazima kuwe na kitu kama patient. Kwa tu patient, wewe zidi kuwa hard, zidi kutrain,
kitu ya maana ni kutrain, zidi kutrain, omba Mungu. Mimi na believe, mimi mostly musema guy, kila kitu mimi nafanya ni involve God in everything you are doing, hata isipokuwa hata kama ni maybe in ball, okay, maybe hapa tunaongelea kuhusu ball, but in everything you are doing mimi naweza sema tu involve God na kila kitu itakuwa ni sawa. Tuambie mambo yako ya mwisho ya our guests. Mimi kama mambo yangu ya mwisho yenyewe naweza sema, mimi kama mimi naitwa Alan, bado narudia, mimi ni Alan, mimi ni mchezaji kama coach Atuchelewe, umechanganya huko. Kuna wengine wetu hapo nje mmoja. mimi ni mchezaji na maybe inaweza kwa labda la season jumi timu imepanda NSL Spitfire, si ndio? Haikuwa rahisi. Tumekuwa na makadi mingi jo. Unajua hizo makadi wacha ni kidogo tu Story ya siku nyingine. ya makadi. Mbona referee anapeana? Unataka pe nani ajipe? Unataka referee ajipe makadi? Si sisi nasema indiscipline. Timu bana unapanda jo. Lakini timu imepanda. Tunatarajia hizo kadi mingi ama kwa timu hatutaona kadi. Hizo si za referee. Akonaza pe watu. Na unajua kama wewe ni mchezaji na upewi kadi, sijui basi unafanya nini huko ndani. So mimi ile mambo mimi naweza waambia, mimi naweza washukuru kila mtu. Generally as Mathare All Stars coach kwa sahi, mimi naweza sema asanteni sana kwa support yenu. Support my fans, community, Mathare generally. Mimi naweza washukuru sana Mathare, na pia wale friends maybe outside Mathare, kama maybe mabeshto wangu hapa hivi, Mr Beast hapa, anaitwa Dismas. Alafu niende kwa Mzee Osoro. Dismas njina mzee wangu. Sio kama wewe ni mtoi hapa. Unaanza kuna mzee wako hapa. Kuna mzee hapa siku haraka. So guys, mimi naweza washukuru sana Mathare All Stars family, tunawashukuru sana kwa ile support umetupea, na pia tukijiprepare maybe for next season. Tuna hope sana, tutahitaji sana support yenu na mtushikilia, at least nyi pia mnakuja pale magrao mnaangalia vijana wenyu vile wanacheza ball, na si rahisi, ni tukishikana pamoja kila kitu inakuwa poa. Na secondly kwa mzee Joseph Muyela, mimi namshukuru sana. Ameamua na Kanye aliamua anashikilia vijana, na wenyewe kitili move pena sana ni age. Unapata siku hizo vijana wanacheza ball na vijana wadogo. So mimi vijana wadogo wamemokiza ball, sina mwatu kwa support. So mimi nashukuru kila mtu na umekaribishwa pale train pale for anybody mwenye ana feel pia kukam, kama uko na yenyewe, uko na hiyo kipaji na yenyewe unatosha, umekaribishwa. Secondly, third, mimi nashukuru God. Mimi nashukuru God sana, cause bila God hatungekuwa mbali tuko. Si sawa na wale makoach wote wenye wako pale nje wana mentor vijana in any sport. Mimi na big up, msi lose hope, sacrifice, challenges ziko na tuzidi tu kutia bidii. Osoro. Mimi kama Osoro nashukuru kwanza Mafa TV kwa hii opportunity ya kutuleta hapa. It's all about kuconnect, kuinteract na kuinspire wase wenye wako huko nje, wase wenye wako na expectation mingi za kuingia kwa Premier ama Europe. Pia mimi nimeacha, sina hiyo expectation. Nimekuwa huko pia ningependa kurudi huko. So tumeshukuru kwa hii opportunity mmetupea. So tena mtaleta wase wengine waendelee kuinspire. Kwa familia yote ya Mathare All Stars, na wish you all the best. Na pia sisi kama Mathare United tuko na game kesho. Kwa mfano nyana tu watch kama mnaweza tokea, tutashukuru. Nashukuru kwa hiyo opportunity mmetupenda. Kesho nitakuscout hapo moja mbili. Ndio kochare yako ndani. So bana usiwe na pressure. Hii timu yetu ni kubwa. Usiwe na kizalea ball. Sawa kochare. Usiangalie. One and only beast in the house. Top striker. Smile Joe. Always a happy man. Kuna huyu jamaa mmeita sana aitwa mzee Jose. Jose nafauti tafute. Wamekusema wao wakuimba sana jo. Kama ni dumba umewashikia pia hiyo dumba pia utushikie. Umemuimba sana. Anyway, now kuna vitu mbili in a forest ama in every place you go, especially kwa hunting grounds. I want you angalie kuna kitu inaitwa antelope ama swara. Na kuna kitu inaitwa leopard. Antelope ni yenye inahuntiwa. Leopard ina chase.
Short story. Antelope imezaa like 3 days ago. Na leopard iko njaa ina starve. Kuna watoto wake wako karibu kukufa juu hawajapata chakula. In this case kuna 2 prayers zina happen. Antelope itakuwa inaambia God, sikubali maisha yangu ichukuliwe. Juu nimezaa juzi, nahitaji nguvu ya kulea hawa watoi. On the other side, leopard watoi wake wanakufa. Juu hawajakula for some time, hakuja kuwa na anything to hunt. The same leopard inaambia God, usiache familia yangu ipotee. Now, wewe ungekuwa God, ungejibu ombi la nani? Think about it. And that is how difficult it is for God to make decisions. Because we always make prayers zenye zina conflict. Now at the end of the day, God will have to answer. It's either he gives you a yes, a wait, or a no. Hiyo ifai kuwa reason ya wewe ku lose hope. The same way mnaweza ingia kwa battleground. Mko na match, mnafaa mcheze. Uko na trials umeenda unafaa uchukuliwe. Nyi wote umeomba God, nataka nichukuliwe. Mkiingia kwa match, God unafaa tushinde. Manao unafaa ujue. Anza kuthink critically, ujiulize, God ama ungekuwa God, ni reason gani ingefanya uchukue hiyo direction ya nafaa kujibu huyu yes, huyu no, huyu wait. And now to our coming generation. I'm here to mentor, inspire and be a role model kwa wase wengi sana. Ghetto is home. We always fight to change home. And we always try to make things better. And the only way tunaweza fanya hizo vitu zikuwe pamoja ni si wote kupull hands together. Inaanzia kwa mzazi support mtoto wako. Wacha tu own communally. Ukipata mtoto anafanya kitu wrong, mcorrect. Mwambie hapana, mbona unaiba, you get, mbona unatumia hizi vitu si right. Usingoje ati yule anangoja babake ama yule anangoja mamake, because hiyo ndio role umetupatia kama coach na inatu overburden. Sometimes ma coach will give up because hawalipwi, ni charity wako wanafanya. Ndio maana unasikia tunasema kwa grassroots level is a calling from God. Watu wanaifanya for free. And lastly, kama a player, naweza waambia believe yourself, have trust in yourself and stay grounded. Eventually things will fall in place. Otherwise, socha tumalizia hapo kwa leo mpaka some other time. God our bless. Tunawapenda sana majamaa na wacheki the comments hapa. True bro, Davido, Enoch na cheki magest wamevaa jezi za Mathare North United. Mbona timu yao ile ikiwa noma ili break after au kushinda tona ya SportPesa? watu wangu power FKF Premier League. Shout out manze. Awesome job. Let God take the control. Sawa Kochare, yes of course. Best one, thanks to Mafa TV for opportunity. Kevin Otieno, contact us through our official number. Muonge kizungu. Next time muonge kizungu. Niulizie hawa kuu tunangoja jezi hadi lini? Official jerseys, we want to support our own. Big up coaches. Ni kijana outspoken, pure wise, patozi disha ma youth. Nimeshukuru. Big up Mafa. I think tumalizia hapo. To our fans, tumeshukuru sana mmekuwa na sisi through the journey tangu tuanze podcast yetu na tunamaliza. To my guest, nimefurahia kuwa na nyinyi. Learn, enjoy na mume touch many souls hapa nje, mume touch the young kids coming, na wanawashukuru. Tuko na wachezaji ni kitu moja naweza sema ni kama waseo ichukuli serious, but
tunafaa kwanza ku appreciate our players wenye wana reach out to the communities manze, wana give a lot juu wako na familia zao, but still they are serving us, wana to serve through the ways, wanashika vijana wadogo mkono, na we appreciate you my guys. I really hope tutakuwa na nyinyi hapa tena. Nimefurahia sana. Without forgetting, courtesy of Mafa TV, watch, connect, inspire. This is your home of entertainment, stories and moments that matter. The impact of Mafa TV is motivating stronger community through sports. Na in our social handles, make sure yuko hapo to follow, subscribe, comment, like, share. Kwa wale wase mmekuwa na sisi YouTube, make sure hiyo kengele inalia, na ikilia make sure pia ya rafiki yako inalia, na italia through sharing it. For that time,